chama hiki cha DCP, unahisi kwamba ni chama ambacho kiko na uwezo wa kuwa ama kuleta mtu ambaye atakuwa tuseme tu fahali ama tuseme tu farasi ambaye atakuwa na uwezo wa kupinzana na Rais William Ruto ifikapo mwaka 2027? Baiskeli ni ya kufanya nini? Ni kama kupeleka kama baiskeli ya kuibiwa. Na basi safari ndo imeweza kuanza. Mrengo wa upinzani ukaweza kushikana vizuri. Chama cha DCP ni moja wapo wa chama ambacho kitakuwa na ushawishi mkubwa Kenya. Kwa sababu hata ukaangalia vizuri sana Kenya, kuna ile trend ya kwamba chama kipya kina kule kukumbatiwa kwa haraka sana. Tukiangazia tu yale ambayo yaliweza kutukia mwaka 2022, chama cha UDA kiliweza kukumbatiwa sana haswa na wakazi ama wale wa Mlima Kenya, kwa sababu kilikuwa ni chama kipya. Kwa hivyo Wakenya wana ile kasumba ya kukumbatia chama kipya. Na kwa hivyo hiki chama kitaweza kusimamisha, kama nilivyoweza kukueleza hapo awali, kusimamisha wale wabunge, magavana, maseneta, wawakilishi wa wadi, hata vile maseneta. Kwa hivyo ni chama ambacho kitakuwa na ushawishi mkubwa sana. Na leo wakati ambapo chama cha DCP kilikuwa kinazinduliwa pale, tuliweza kushuhudia vurugu ambazo ziliweza kuibuka pale, ambazo zililetwa na wahuni ambao sisi hatujui walitoka wapi, hatujui nani ambaye alikuwa anawatuma. Je, Bwana Dhande, unalipi kuhusiana na hilo? Hapo information hiyo kwanza hatuja verify, kwa sababu hatujaweza kuverify hiyo information. Lakini kila kitu huwa kinapangwa kwa sababu ya kuharibu jambo ambalo ni nzuri. Manake tunapozungumza nilikuwa nikiangalia baadhi tu ya wachanganuzi wa kisiasa pale kwenye mitandao ya kijamii, na nikaona kuna wale ambao wanasema kwamba ni mpango tu wa ni kama ile tunaita kwa lugha ya kimombo clout chasing, kwamba walikuwa wanataka kwamba ikache ile attention ya watu kwamba kuna chama kilikuwa kinazinduliwa pale, alafu watu waangalie pale, ndo akili za watu wote walete pale kwenye kile chama. Ila kuna wengine wanasema kwamba ni wale wapinzani ambao wanapinga Rigathi Gachagua ambao walituma wale wahuni. Je, wewe unaona kama ni nini ambacho kilikuwa kinasababisha zile vurugu ambazo tulikuwa tunashuhudia pale? Hapo kwa maoni yangu ama mtazamo wangu, kuna kitu ambacho kinaitwa PR, public relations ambacho kimeweza kuwa siku hizi kikifanyika sana. Kwa sababu ili chama kiweze kujulikana vizuri na kuweze kupatikana ya kwamba ni chama cha DCP kinakula, na watu wote wanazungumzia chama cha DCP, lazima kungeweza kupangwa mikakati. Lazima hiyo kitu ndio iko. Lakini je, uhisi kwamba kukiwa na mikakati, tuseme kwa mfano kuna hiyo mikakati ambayo iko pale, je, uhisi kwamba itakuwa inahatarisha usalama kwa taifa? Manake pia huyu bwana ni mtu ambaye yuko na wafuasi wake. Kwa hivyo wakati ambapo wataona yale mambo yakitendeka na wafuasi wake hawajui nini ambacho kinaendelea pale, Bwana Dhande, uhisi kwamba atakuwa akihatarisha usalama wa wananchi? Nani sasa ambaye ndiye amepanga vurugu ambazo zilitokea ili kukacha attention ya Wakenya kwamba kuna chama mahali ambacho kinazinduliwa? Hilo ni jambo ambalo limekuwa likiendelea. Popote ambapo Bwana Rigathi Gachagua anaenda, hata ikiwa ni mazishi anaenda, vurugu zimekuwa is the order of the day. Kwa hivyo hata siku ya leo vurugu kutokea ni kama tu kitu cha kawaida. Kwa hivyo unasema kwamba kila mahali ambapo wamekuwa kitembea kuna vurugu hutokea. Kwa hivyo si ati ni kitu kipya, si habari. Na ndiposa hata nimeangazia vyombo vya habari tajika hapa nchini, kwa sababu information kuwa verified lazima niweze kuiona katika vyombo vya habari. Kwa sasa hivi nimejaribu kufanya utafiti na uchunguzi wangu. Kwa hivyo mimi naonelea kwamba hata vurugu ikatokea is the order of the day na chama cha ama mlengo wa Munyoro ama Rigathi Gachagua amezoea hiyo, hata hawezi ona kama ni tishio. Tukisonga Bwana Dhande, tunajua kwamba tumefika wakati ambapo mwaka wa serikali ndio unaanza. Tunasema financial year of the government. Na inaanza mwezi wa 7 kama sijakosea, mwezi wa 7 wa 6 hapo katikati hapo. Hapo katikati. Na tunaona kwamba kuna finance bill 2025-2026 ambayo imeletwa pale kwenye bunge la kitaifa. Na tumeona kwamba ambaye ni kiongozi wa bunge la kitaifa pale tunamuita
Mheshimiwa Wetangula ambapo alikuwa anasema kwamba amepewa Wakenya wamepewa muda wa wiki 2 ili kuleta maoni yao na ili mswada upite. Je, unahisi kwamba Finance Bill 2025-2026 je, inamkandamiza Mkenya wa kawaida ama iko fair? Isipozingatiwa ni vizuri sana ambavyo wanafanya public participation. Kwa hivyo ikizingatiwa vizuri, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo tu hayaendi sawa. Tukiangazia tu kama wizara ya afya imeweza kuondolewa pesa, kitita cha pesa fulani, kitita ambacho kilikuwa kimepangiwa kiweze kuingia katika wizara ya afya, na tunazungumzia SHA, Social Health Authority, kitaondolewa. Hiyo ni kumaanisha aje kwa Mkenya wa kawaida ambaye anatumainia, ambaye amekuwa akikatwa pesa ambazo zinaenda katika SHA, anapoenda pale katika hospitali na kupata ya kwamba hawezi kuhudumiwa kisa na maana hakuna matibabu, hakuna pesa ambazo zimeweza kuza kutosha katika wizara ya afya, unaona ya kwamba itakuwa ni tatizo. Kwa hivyo isipoweza kuangaziwa hivyo na kuweza kukosa kuguza wizara zingine kama hizo, manake Wakenya ni wengi sana, zaidi sana wanaotegemea huduma za afya, na pesa kuondolewa ambazo zilikuwa zimeratibiwa ati kwamba wanapunguza, itakuwa ni kutofanya hesabu zao vyema, kwa sababu kuna pesa zingine zinastahili kuondolewa. Pesa kama vile za ofisi ya rais, ati kwamba wanawekewa bilioni, wanawekewa bilioni, hizo pesa zinastahili kuondolewa. Lakini kuguza wizara ya afya, hilo jambo katika finance bill ya mwaka 2025 mwaka 2026, hilo ni jambo ambalo linastahili kuangaliwa. Baadhi tu ya mambo, hiyo ni kutaja tu kipengele kimoja, lakini kuna vipengele vingi ambavyo zinazidi kuendelea kuchunguzwa na kuibuka. Na natumai ya kwamba wakati wa bunge watakuwa wanapitisha finance bill kuwa sheria, wataweza kuangazia hata kisa ambacho kiliweza kutokea mwaka wa 2024 ambako tulipata kuona ya kwamba isingelikuwa ni wale ambao ni wanalika wa Gen Z kujitokeza na kuanza kufanya maandamano, kwa sababu finance bill ya mwaka 2024-2025 ilikuwa ni ya kukandamiza mwananchi wa kawaida, lakini wabunge waliendelea na kuipitisha pasi na kuzingatia matakwa ya huyu mwananchi wa kawaida, lakini kwa sababu ya faida zao wenyewe, lakini kwa sababu ya mahitaji yao wenyewe. Au hisi kwamba bunge, manake bunge ni lile lile, na unapotazama kwamba unaona kwamba bunge ni kama wanaegemea serikali wote, manake kazi ya bunge tunajua ni to oversight the government. Na wakati unaona kwamba wabunge wote wako kwenye mrengo moja, wako kwenye serikali, wanaunga sera moja ya serikali, serikali kileta hiki, wabunge wote wanaunga mkono. Je, uhisi kwamba hata kama kutakuwa na baadhi ya mambo ambayo yanahitaji kufanywa marekebisho pale, haswa kipengele ambacho tumezungumzia kuhusiana na wizara ya afya, je, uhisi kwamba bunge ni lile lile watapitisha, ama unahisi nini ambacho kitakuwa tofauti kwa sasa hivi kitawafanya wabunge kusikiliza mwananchi wa kawaida? Wataweza kusikiza mwananchi wa kawaida. Kisa na maana hawawezi taka jambo ambalo liliweza kutokea mwaka jana liweze kujirudia mwaka huu. Kwa hivyo lazima wao waweze kusoma na makosa yao wenyewe ambao waliweza kufanya. Kwa hivyo this time round they are going to be very 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 cautious to ensure that they are not going to do any blunder, and that is why they are doing public participation to ensure that everything is in order. Kwa hivyo sioni ya kwamba watakuwa very cautious this time round, very very cautious, na ndiposa wanafuatilia. Hata ukiangazia mwaka jana public participation ilikuwa ikiendelea kweli? Haikuendelea. Na mwaka huu mwaka huu iko, na ingawa pia mwaka jana ilikuwa, lakini tukaona kwamba ilikuwa, lakini walikuwa kwamba na mwegemeo fulani mbele. Tumeona kuna swala ambalo limeibuka, swala la IEBC tukimalizia. Manake nimeona pale IEBC ni baadhi ya kiungo muhimu hapa nchini Kenya, hususan tunapozungumzia uchaguzi. Na IEBC tumeona kwamba kuna wale ambao wameteuliwa, na tukaona kwamba Kalonzo Musyoka alikuwa anapinga na akasema kwamba kuna
na muegemeo fulani, serikali imeleta mkono wake pale, na tukaona pia upande wa serikali ukipinga pale wakisema kwamba Kalonzo utakuwa unapinga kila kitu. Si lazima kwamba kila kitu ukue umehusishwa pale ili kiende ambavyo unataka. Kuna vitu ambavyo tutafanya, lakini tutafanya kulingana na mujibu wa katiba. Je, unahisi kwamba wanachama wa IEBC ambao waliteuliwa, je, kuna kuegemewa upande mmoja pale, ama unahisi tuko sawa? IEBC iko sawa ama iko sawa? IEBC kwa upande wangu naona ya kwamba iko sawa. Iko sawa. Na niseme hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu IEBC iweje ama ikue namna gani, hii ndo itaweza kusimamia uchaguzi wa mwaka 2027. Kwa hivyo hata tukapiga kelele namna gani, hii haitabadilika. Kwa hivyo chairman ambaye yuko ambaye ni Thokol ako sawa. Kutoka kule Narok kama Thokor ni Mturkana. Ako sawa. Kwa sababu aliweza kupitia vile viwango ambavyo vinahitajika. Kupigwa msasa pale kabisa. Akapigwa msasa na kuhakikisha kwamba amefikia viwango vile vinavyohitajika kuwa mwenyekiti wa IEBC. Kwa hivyo hata wale makamishona wengine watakuwa sawa. Ningependa unijibu ili kwamba tunaona kwamba Kalonzo Musyoka anapinga kila kitu. Na juzi tumemsikia ambaye alikuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akisema kwamba IEBC iko sawa. Manake kwa sasa kulingana na katiba ya mwaka 2010 2010 constitution ni kwamba uchaguzi unaishia pale kwenye polling station. Tunahesabu kura pale. Kazi ya wanachama wa IEBC ni kuconfirm yale matokeo ambayo yameletwa pale. Na upande mwingine tunaomba kwamba Kalonzo Musyoka anasema kwamba IEBC haiko sawa. Je, kati ya hao watu wawili ni watu ambao tunaona wako kwenye kitanda kimoja, wako kwenye nyumba moja pale. Je, unahisi kwamba kuna mgawanyiko pale wa kimawazo ama ni vipi? Kalonzo Musyoka unajua ni mrengo wa upinzani. Lazima apinge. Rigathi pia yuko kwenye upinzani. Ndio. Kwa hivyo kila mtu ana maoni yake. Hapo ni maoni ya mtu. Lakini wakati ambapo mko kwenye upinzani na mwaka 2027 mnatupangia pale mtuletee mtu mmoja, lakini tunaona hapa mnakinzana. Mmoja anasema iko sawa, mwingine hapa anasema iko sawa. Na tunapozungumza sidhani kama ulikuwa umepitia hilo sijapitia, maana yake ni habari ambazo zimeingia tukiwa hapa. Ni habari ambazo zimeingia tukiwa hapa ambapo tumearifiwa na bwana producer wetu, lakini hilo si hoja. Tusonge mbele. Wakati ambapo tunamalizia kuna hawa farasi ambao tunaona ni farasi wa kisiasa. Tunaona tuko na Gachagua pale, tuko na Kalonzo Musyoka, tuko na Fred Matiang'i, tuko na nani yule mwingine, tuko na Karua pale. Na kwa hawa watu wote wanne ni watu ambao wako na lengo moja, kuhakikisha kwamba mwaka 2027 Ruto anakuwa, hiyo ni wewe unasema one time. Hiyo wewe ndio unasema. One time. Hayo ni maoni yako. Lakini tunapowasikia wakizungumza pale, wanasema kwamba lengo lao ni kuhakikisha kwamba Ruto anaongoza kwa kipindi cha muhula mmoja peke yake. Je, kwa hao watu wanne ambao nimekutajia, nani ambaye unahisi kwamba yuko na ubabe wa kisiasa na ambaye yuko na wafuasi ambao watatosha kumsukuma Rais William Ruto, ambapo mnasema mnataka kumsukuma? Mimi sijui mnataka kumsukuma wapi, lakini nyinyi ndio mnajua mnataka kumsukuma wapi. One time. Na wacha nikuambie bwana Vuki, na hilo linaweza tendeka. Anza tu na kuona tu hisia za Wakenya. Anza tu kuanza mtandaoni. Wakenya wamechoshwa na serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo hata bila kuangazia ati ni nani ataweza kuongoza mrengo, ati nani ataweza kumtoa, bora Wakenya wameweza kuchoshwa na serikali hii. Lakini pia tunapotazama bwana Thandre wa Gafira, tunaona kwamba kuna wale pia Wakenya ambao wanamuunga bwana rais mkono. Wangapi? Manake Wakenya wako wanamuunga mkono. Huwezi sema kwamba hakuna Wakenya wanamuunga mkono. Ukiangalia kutoka upande wa Rift Valley, bwana Vuki, kitu ambacho haujafanya wewe, hujafanya hii.
Okay. Umefanya hii. Okay. Mimi unajua kwamba mimi ninapozungumza mimi nazungumza kulingana na fakti ambazo nimeangalia pale. Maana ukiangalia kwamba Rais William Ruto ni mtu ambaye anaunga mkono kule upande wa Lakeside. Acha tuseme kule Kisumu. Tukiangalia kwenye ngome zote za Raila, tunaona kwamba Rais William Ruto yuko na ule utikiso ambapo anatikisa sana zile ngome za Raila. Ukiangalia kule Coast wako, ukiangalia kule Northeastern na anapigwa tu na kiato. Huko tu ngome hizo. Je, unasemaje kwamba haitakuwa rahisi venye watu wanafikiria? Actually itakuwa rahisi. Wacha nikueleze. Bwana Rigathi Gachagua, Mlima Kenya. Mlima Kenya ulikuwa unashabikia nani? Rais William Ruto. Rais William Ruto. Kwa hivyo Mlima Kenya out. Mlima Kenya ulikuwa na kura milioni ngapi? Kura milioni sijui ni 7 ama ni 4. Alikuwa na kura nyingi. Milioni 4. Milioni 4. Hata uziweke milioni 4. Milioni 4. Hizo kwanza hata hizo ondoa. Hizo kwanza ondoa. Mlima Kenya, all the regions that are in Mount Kenya region ziweze tu kuhakikisha kwamba zimeondokea hapo. Bwana William Ruto, and that is why Rigathi Gachagua anasema with a lot of certainty ya kwamba ni one wanavoke ni one malizia mwenyewe one term. Malizia mwenyewe one term. Kwa sababu kuna certainty ya kwamba Mlima Kenya wakikuwa na moyo moja, wawe tu na lengo moja, Bwana William Ruto, safari itaanza State House, iteremke, ifike, ingie, mwishowe Sugoi. Okay. Sasa kujibu swali lako ni Bwana mrengo wa upinzani wakaweza kushabikia Fred Matiang'i, waweze kushikana, ila wataweza kutuambia mwaka 2026 bado ni kitambo, waweze tu kushabikia Bwana Fred Matiang'i, ama wamuunge mkono ambaye wataweza kusikizana Ruto, na waweze kuwa kitu kimoja hivi, wasikane hivi. Hawa ambao tunaona wengine wanasema ABC iko sawa, wengine wanasema ABC haiko sawa. Wacha nikueleza, lazima kuwe na strategy na strategy. Hata Gachagua alikuwa mwenyewe si alikuwa tu wa serikalini. Tutarajie kipi serikalini kutoka kwa hiyo mrengo. Kwa hivyo mwanasiasa ni wale anasema hiki kesho anasema hivi. Kwa hivyo kwa huo mrengo tutategemea nini? Mambo ni makubwa. Huyu shikamano unafanya Ruto aweze kuwa one term. Dakika moja malizia kwa yule mtazamaji ambaye anatutazama pale kwenye mitandao ya kijamii na msikilizaji ambaye anatusikiliza pale nje. Na asante sana. Kwanza ni kushukuru sana Bwana Voke Equalizer kwa sababu ya kunialika hapa studioni tuweze kuzungumzia masuala ibuka hususan katika masuala ya kisiasa. Na pia vile vile niweze kuambia msikilizaji ya kwamba msikilizaji, wewe ni mtu ambaye ni wa maana sana na tunakudhamini kila siku, kila saa, kila wakati, na wewe uendelee kujishika tisti, wewe usikate tamaa, uhakikishe ya kwamba unafanya kazi yako na usizembee. Fanya kazi, amka mapema, ingia pahali ambapo unaulia nyoka ama unachomea nyoka, ndivyo tunasema kwa Kikuyu, ushina nyoka. Uende kupale, fanya kazi yako na uwe unasikiza nini? Sikiza na sikio. Sikiza wa Kenya ndio chama. Usikiza lakini na pia utazame. Usikize na utazame. Usikize na utazame. We listen but we don't judge. We judge. Shukrani sana Bwana Dhandre Wagafeda kwa kufika kwenye studio zetu. Hakika wewe umekuwa mwenyeji wa hizi studio, manake kila saa tuko na wewe pale. Wakati ambapo mambo yanaibuka pale tunakuita pale, tunazungumza. Hakika wewe ni mtu ambaye ni wa kupigiwa mfano na kazi yako ambayo unaifanya ni kazi kuntu. Tuseme kwamba Mwenyezi Mungu akubariki. Na kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza pale, hatuna la ziada ila tu kusema kwamba Mwenyezi Mungu azidi kukuhifadhi na kuhakikisha kwamba chochote ambacho unahitaji na malengo yako yote Mwenyezi Mungu akutimizie. Jina langu ni Voke Equalizer. Mtazamaji ambaye unatutazama, tunasema kwamba big up, na wale wote ambao wanatufuatilia pale kwenye mitandao ya kijamii, tunawashukuru sana. Muendelee kutufuatilia pale Equalizer KE Media. Vile vile ningependa kwamba msisahau kumfuata ambaye ni producer wa hii show ambaye anajulikana kama Vincent Kilonzo. Anajiita pale Vine Kilonzo, presenter Vine pale kwenye TikTok. Mtakuwa
mkimfuata pale, na hakika itakuwa ni ya kufana zaidi. Kwa msikilizaji, bye bye, tupatane kesho papa hapa ndani ya mitambo Ino Hino.